Wakati naomba, utukufu wa Mungu utaanza kuja kwako, na ule utukufu na nguvu ya Mungu ambayo inakuja kwenye roho yako, lengo kutimiliza kile ambacho Mungu aliahidi katika maisha yako. Kama ameahidi hapa kanisani juu ya baraka, kuna kitu kitaanza kuja ndani yako, kwenye roho yako, kinakupa amani. Utafanya kazi, unakuwa mwepesi kama mtoto mdogo anayeanza kazi. Unajua mtu yeyote ambaye anaajiriwa mara ya kwanza, iwe ni serikalini, iwe kampuni, au yeye mwenyewe amejiajiri au kazi zake, utaona anapoanza anaanzaga na bidii na moyo. Sengine anaona kutakucha saa ngapi, maana ana shauku. Kuna nguvu itakuja naye kuhakikishia, ambayo ukifanya inakusaidia. Unaona kila kitu kinaenda kwepesi. Ukitaka kukwama hapo, unaona mtu anatokea wa majibu hayo. Ukitaka kukwama hapo, unaona mtu anatokea wa majibu hayo. Ndipo utajua malaika wametumwa, wanahakisha wanakuunganisha na watu sahihi ili kufikia kile Mungu alichotaka ufike. Baba, nimelinena neno lako na kanisa lako limeelewa. Wewe ni Mungu tufundishaye ili tupate faida, na utuongozaye katika njia ipasayo kuendea. Na kwa sababu watu wako wamesikia na wamekiri na wameyafuta yale ambayo yalikaa ndani yao pasipo kujua madhara yake, hivyo naomba kutoka sasa wasiwe walaaniwa tena. Wasiwe walaaniwa, wawe wabarikiwa. Kutoka sasa wasiwe walaaniwa, wawe wabarikiwa. Maana magonjwa yanafuata laana. Magonjwa na mateso na maajenti wanafuata maneno ambayo watoto wako walijikwaa kwayo. Ninaomba kutoka sasa wasiwe na laana tena, wasiwe na vifungo tena. Wafungue Bwana, na naomba ufungue mbingu, wajaze watoto wako na nguvu zako ili wafikie katika utimilifu wa yale uliyoyakusudia. Ninawaachilia chini ya ulinzi na nguvu zako zikawatamie katika jina la Yesu Kristo. Na kwa muda huu ninapomalizia maombi haya kwa watu wote, kama we ni mgonjwa, una udhaifu katika mwili, nitakuomba upite hapa mara moja ili nikamilishe. Kama uko mtu wa namna hiyo, ni mgonjwa, unakuja hapa. Lakini kama ni mgonjwa lakini ni mgeni kabisa, wewe ni mgeni, sio mwenyeji wa vuka Yordan. Kama ni mgeni, kuja upande huu. Lakini wenyeji watakao upande huu, wageni watakao upande huu, upande wangu wa kushoto. Magonjwa ni laana ambao shetani anayatumia kupenyeza ili kuwaondolea watu wa Mungu furaha, kuondolea watu wa Mungu amani. Na kufungua na kukuweka huru kutoka sasa katika jina la Yesu Kristo. The mighty name of Jesus Christ. Mafungua mishipa ya moyo na ya damu na ya maji, kuweka huru katika jina. Nasema niende wapi? Sitaki. Uvimbe mochwari, leta mochwari, leta mochwari, leta mochwari. Sitaki. Sitaki sasa. Sitaki. Nimesema theater mochwari. Theater mochwari. Sitaki. Hawana mauti hiyo, wametegea mauti. Aende theater mochwari. Wewe nani? Wewe nani kwenye uvimbe hapo? Wasimamizi ni akina nani?
Sisemi. Chini. Umetoka wapi? Umetoka wapi? Umetoka wapi? Sisemi. Usemi. Kwa jina la Yesu wanasemaga. Wewe nani? Nasema. Nasema. Sema. Sema. Umetoka wapi? Toka wapi nakuja na mavimbe? Tumeweka ngome. Ameiondoa. Amebeba familia. Ameleta. Tulishafanya ngome. Huyo mume anatumia jina letu. Tulichukua watoto wawili, kaja huku, kaleta familia. Sasa hivi mume kila mtu uvimbe alionao theater mochwari. Ndio mlivyopanga. Yesu amepanga ni uzima na ndio tumesema sasa. Tuone sasa. Tumeacha mume, tumeacha watoto. Yeye mochwari. Niacheni bwana. Chukua vimbe wako na uondoke. Sitaki. Niache. Chukua vimbe wako na uondoke. Halo. Huyu mmoja tu. Mwachie hapa. Simama hapa. Unapoongea na mimi kwa nidhamu. Mko wangapi mnaokaa na huo vimbe? Jeshi. Jeshi naanzia watu wangapi? Mko 10, 20, 50, 100. Mmekaa hapo kwa mwanadamu, tena mke wa mtu. Yesu hakutaki kuanzia leo. Huna uhalali wowote kuanzia sasa. Hakuna laana tena juu yao. Na chochote ulichowakosesha ndio bye bye. Kimefutwa. Chukua cha kwako uondoke. Ni kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Sema 1. Sema 2. Sema 3 na mwisho. Amen. Unaona vimbe? Ndio. Ndio. Na ukishika unaona? Ulikuwa uone? Nilikuwa naugusa. Ulikuwa unagusa? Hebu utafute. Utafute polepole, tutafuta. Haupo Bishop, haupo. Haupo? Nimekubariki kwa jina la Yesu, na utarudi kwa daktari na usimwambie wewe kuna uvimbe, wewe mwambie tunataka kufanya check up. Alafu wacheki, washangae wenyewe, alafu waambie ni Yesu ameponya. Asante. Usijione huruma. Unapoomba nyenyekea kwa Mungu. Sawa. Unajua mambo mengi uliyokosea. Sawa. Kuna nafsi nyingi za watoto wengi wamekulaumu. Naona hata watu wengine wanawake wanakulaumu. Sawa. Umeelewa? Kuwatendea haki hata kama ulikuwa humjui Mungu. Umeelewa? Zile roho zinapata nafasi ya kukushambulia. Sawa. Kwa hiyo na walitarget kitu ingesha kuwa mwaka uliopita. Tafadhali Mungu amekusaidia ili umnyenyekee sana. Amina. Usijitetee kwa kitu chochote. Amina. Ili Mungu akupe neema. Amina. Umenielewa? Amina. Asante. Nainua kwenye anga lako, nainua kwenye sura yako. Achilia anga lake na fahamu wake.
Unasikiaje? Hiyo mkono wake ulikuwa unaleta shida. Angalia huo mkono wako. Nilikuwa siwezi kunyanyua hivi. Sasa hivi unainua hivi. Nanyanyua. Asante Yesu. Umeachia? Umeachia. Umekaa muda gani? Na siku 4 siwezi kunyanyua, siwezi kulala, siwezi kushika kitu, hata simu yenyewe siwezi. Unauma? Unauma tu kuanzia hapa begani kushuka mpaka chini. Sasa umeachia. Umeachia. Yesu amekuponya. Yesu asante. Nakubariki kwa jina la Yesu. Wiki ya 3 kichomi kwenye titi mpaka mgongoni. Hili. La kulia nikihema hivi nasikia kama kuna choma sana. Watu wakihema sasa hivi. Kimeacha. Yesu, kimeacha. Kimeacha Yesu. Yesu asante. Nilikuwa siwezi kulala kwa raha. Jesus, you're my deliverer. Yesu asante. Asante Yesu. Usiku ndio inaniuma sana na sasa hizi aliumi. Hata ingia nimefika hapa madhabahuni imeachia. Imeisha? Imeachia. Ndio. Kwa hiyo nangojea usiku. Na miguu pia. Na miguu imeachia. Na miguu imeachia. Ndio. Sasa si tayari. Asante Yesu. Yesu anapokuwepo mahali kuponya, unamwona tu mwanadamu kama sumbe, unamwona tu, lakini sio yeye. Ndio maana hao wengine unaona mkono unaleta shida, tumbo, uvimbe, na unaona hata saa nyingine siwagusi, na mtazama tu, Mungu anashughulika naye, kwa sababu kuponya saa hizi ameruhusu, yeye ndio anaponya. Lakini wewe unamwangalia mtumishi wake, tunamwangalia. Wewe mwangalie Yesu ambaye anaruhusu, yuko katikati yetu, anaponya. Unaelewa? Ndio maana wakati na hudumu hapa, mtu mwingine anaweza kaguswa hapa, unakuta na mtu mwingine anaguswa kule, amekaa kule hata hajijui. Hata mimi sijakemea huko, lakini unaona mtu anaguswa kule. Kumbe Mungu anamgusa mtu huyu, anamgusa na kule. Anajua tatizo hili liko kwa huyu hata kama hajui. Anafunguliwa. Unabaki unashangaa. Kwa nini? Yeye anatenda kazi katikati yetu. Kwenye kiuno? Ili usifanye shughuli zako? Kabisa. Inanizuia, nafanya lakini kwa shida sana. Kwa hata sasa unasikia hapo msiki? Hapa hivi. Hapa. Sifanye kama zamani naruka na nyango wanaita nini? Rede. 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 Nimepona. Umepona? Kabisa. Safari hamna tena? Hakuna. Mabega yote na viungo vinaniuma. Na kama mwezi mmoja sasa. Kama mwezi mmoja. Na inazidi kupanda kila nikipima sasa. Vidonda vya tumbo? Na pressure. Na pressure? Na mabega. Na mabega. Viungo karibu vyote. Mabega yanafanyaje? Yaani mabega yanauma, nikilala nageuka kwa siku zaidi ya mara. Naona mpaka kuna kucha. Kabisa. Kabisa. Na madonda ya tumbo huwezi kula nini? Madonda ya tumbo siwezi kula maharage. Maharage na juzi nilivyotoka kupima nimeambiwa na soda nisiguse. Hata soda huwezi gusa? Ndio. Pressure nimepima jana iko juu. Shika mabega yangu. Asante Bwana Yesu. Asante Mungu. Asante Yesu. 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 Nataka uangalie mabega yako. Hayaumi tena. Ndivyo ambavyo na tumbo halitauma na utakula vyakula vyote na utakuwa salama. Asante Yesu. Yesu amekufungua. Amen. Amen. Nisamehe kutoka kwenye moyo wako, acha kumbukumbu za siku za nyuma. Umeelewa tunasema?
Umeshindwa kujisamea mwenyewe kutoka kwenye moyo wako. Unavuta kumbukumbu za nyuma kila wakati. Kuna kitu kinachoma hapa na mbavu. Sijaelewa unachosema. Kuna kitu kinapita hapa kinachoma kama mionzi na mbavu. Kama moshi. Kama mionzi. Kama mionzi. Ya moto. Kinapita hapo. Tangu lini? Na miaka 3 na mbavu. Miaka 3 na bado? Na mbavu. Na mbavu. Kwa hiyo kinapita tu. Kinapita hapa na mbavu na inauma. Sasa hivi kinapita? Hapana. Kinapitaga saa ngapi? Yaani ni kila tu chakula. Ukila tu chakula? Ni kila chakula au maji. Kilinianzia nikiwa Dodoma. Kiwa Dodoma? Ndio. Unafanya nini huko? Ndio nyumbani? Mume wangu alikuwa huko. Nilipofika kumbe ana mke mwingine. Ndio hali ikaanza. Ndio hali ikaanza. Kwa hiyo umerudi na hali hiyo? Lakini tushaachana. Mshaachana? Ndio. Kwa nini? Alikuwa na mke mwingine. Na mimi nilikuwa mke wa ndoa. Singemwambia utaniachaje na mimi ni mke? Niona tu nimwache. Umeona tu nimwache. Kwa hiyo aliyemwacha mwenzake ni wewe? Niona tu nimwache kwa maana amenitendea. Umepata mwingine huko? Hapana. Hapana. Ndio namuomba Mungu anijalie mtu anayejua imani. Nimeumia sana. Mimi kila mtu ananionea tu baba yangu. Nimetafuta sana. Nikitafuta nikipata ndugu anachukua. Niko mwenyewe. Nimezaliwa mwenyewe. Mama amefariki. Basi nyamaza. Wewe unaishi huko Arusha? Ndio nimepata kazi juzi. Nimekuja nilikuwa Bagamoyo. Nisikilize. Aliyemwacha mwenzake ni nani? Ni yeye, kwa sababu asingechukua mke mwingine. Na mimi nimemlelea watoto 3 akiwa na miaka 3. Umezaa naye watoto wangapi? Hapana, sijazaa naye, nilikuta watoto 3. Nilikuwa nampendea tu. Sasa Mungu akikutokea kuambia huyo ndio anajuta umrudie, itakuwaje? Hapana Pascal. Yaani angekuepo hapana, amenipitisha pepo la mfadhaiko na nisumbua na kuwa na hofu muda wote. Kuwa na hofu saa yote. Muda wote na kuwa na hofu hata bila sababu. Jaa upendo wa Mungu ndani yako. Amina. Sawa. Amina. Biblia inasema pendo lililo kamili huliondoa hofu. Amina. Maana mwenye hofu hakukamilishwa katika pendo. Amina. Kwa hiyo nataka nikwambie hivi. Soma kitabu cha Yohana na pia usome waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 18. Inaeleza maneno haya. Amina. Hofu, aliye na hofu hajakamilishwa katika pendo. Pendo lilo kamili ulitupa nje hofu. Amina. Umeelewa? Amina. Waraka wangapi nakwambia? Sasa waraka wa kwanza wa Yohana. Naam. Sura ya 4 mstari wa 18. Inasemaje? Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 18. Nenda kasome sasa hivi hapo. Amina. Rudia mara 3. Sio hofu hiyo. Tangu nikiwa mdogo. Tangu nikiwa mdogo. Tangu ukiwa mdogo yanakuuma. Tafuta hayo maumivu yaliyokuwa yanapita kwenye matiti yako chini hapa ya mbavu. Tafuta hayo maumivu mama. Ndio maana nilikukalisha hapo. Amna? Amna. Nani amekuponya? Yesu. Sasa akikushauri bwana wako amekuja na angama mbele zako, hutaki jamani? Hapana. Nenda na uzima huo, maamuzi ni ya kwako. Yesu ataletea. Haya. Mwili mzima kila wakati analia sana, vinamfinya kwenye mwili wote. Afa anaota upele mwili wote. Sasa alikuwaje, lakini ameshindwa kulingana na umri wake. Muda wa kuamka hawezi kuamka ili kuja kanisani, lakini alikuwa amekubali kuja kuombewa. Ni mama huyu sasa? Ndiyo. Nani amemshikilia hapo?
Hapa alikuwa anabatizwa. Alikuwa anabatizwa? Ndio. Kwa hiyo yuko na mchungaji hapa? Ndio. Haya, ngoja tumshike mama. Hayo ambayo yanamtesa mama basi yaingie kwako na yatolewe sasa hivi na Yesu. Kwa jina la Yesu. Magonjwa ya kizee, magonjwa ya mauti, ondoka. 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 Nenda. Achia huyu bibi. Nenda, achia huyu bibi. Kama utondoka. Ninyi ni roho gani? Ulikuja kufanya nini kwa huyu mama? Kwa jina la Yesu Kristo usirudi tena. Amen. Ulipaka mafuta yote? Mbona umekuwa mweusi hivi? Tangu lini? Naam. Mwezi wa 5. Mwezi wa 5. Inabadilika tu. Ndio. Najisikia vibaya. Sasa usikaribishe uchungu, maana haitasaidia. Sawa? Mlango wa kuharibu njia zako na sura yako iondoke katika jina la Yesu Kristo. Come out. Come out. Achia sura yake. Dada alivyoharibiwa sura yake. Hayataki. Wewe nani? Wewe nani umemfanya hivyo? Umemuaije? Wewe. Umemuaije? Wewe nani? Kwa jina la Yesu Kristo. Umekuja kufanya nini? Kuharibu. Uliingia kwa njia gani? Wewe nani naye kuambia ujibu kwa niaba? Shetani wewe. Usiku wa manane ndio ulimuingia? Alikuwa amelala. Yaani sijui hata nisemaje. Unaona hii connection ya ulimwengu wa giza? Yaani Kwani aliwakosea nini mpaka mkamwingia usiku alafu amebaki hivi? Yaani anata afya, anakula lakini amebaki. Yesu wangu. Yaani tumemshika afurukuti. Kwa nini umemshika? Yaani huyu ulikuja kufanya nini hapa? Kuharibu. Umetoka wapi? Umetoka wapi? Aseme. Aseme asiseme? Kwa jina la nani? Aseme kwa jina la nani? Umetoka wapi? Huo ni mzimu. Na anaondoka na utaona baada ya muda sura yake inabadilika kabisa. Nasema hiyo mwisho. Wewe nani? Wewe nani? Wewe nani? Wewe nani unapiga watu mateke? Nani amekuleta hapa? Aliyekuleta nani? Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, aharibu nguvu zako. Wako tangu ukiwa mdogo, uharibike. Snake. You spirit snake. Snake. Toka. Toka. Toka.
1, 2, 3. Nenda kuzimu. Out! Out! Roho ilikaa hapo ya nyoka. Maana wakati naomba naona kitu nafanya, nyoka anainuaga kichwa hivi. Na lengo la wazuie kila kitu unachokwenda wanazuia. Uko huru. Wewe nani unayefunga njia ya wanandoa hawa? Wewe ni nani? Kwa jina la Yesu Kristo, wewe ni nani? Wewe ni nani na umetoka wapi? Unayeshindana na ndoa hii. Sema kwa jina la Yesu. Umetoka wapi? Kuja kushindana na watumishi hapa. Kwa mlango na ufunga kutoka sasa. Na kukuamuru fungasha uondoke na usikaribie tena ndoa hii, usikaribie tena familia hii kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Amen. Kwisha. Nini? Mwachie. Kwisha. Nini? Kwisha. Chuma tulikamata siku nyingi. Uchumi. Tulikamata. Sawa. Kwisha sasa jamani. Metuonea mno jamani. Mmekamata kwa njia gani? Tumekamata kwenye pesa. Kwenye elimu. Sauti! Tumekamata kwenye pesa. Harusiwi hata tusumbue. Hamna historia hiyo jamani. Ninyi ni akina nani mliomkamata kwenye pesa? Mizimu ya kule kwao. Si alijitenga na mizimu huyu? Lakini tuna kisasi. Tuna Kisasi? Tumeanza kumzuia siku nyingi. Kwenye elimu, kwenye ndoa, kwenye uchumi. Funga kinywa we! Tumeshindana naye kila mahali. Kwa nini kisasi ndio mmefunga pesa, mmefunga uchumi? Mnataka nini? Ataki arudi nyuma. Yes, arudi. Wapi? Nyuma duniani. Ili situkamalize. Mkamwangamize huko. Ndio akili yenu. Na amekataa lakini tunamsumbua. Step tunamfuatilia. Akipiga hatua akiomba tunamfuata kwenye mawazo. Mwambie mwenzako mwaka mpya kila mtu anawekwa huru. Nilikwambia nguvu ya Mungu inashuka ambaye hakuna anayeweza kuizuia. Waliokuzuilia sio wamekufunga. Jaribu kufikiri, hawajamfunga. Wasema kila akipiga hatua wanafanyaje? Wanamzuilia. Sio wamekufunga, wanakuzuilia. Wewe una Roho Mtakatifu, unamcha Mungu, unampenda Mungu, lakini mambo hayaendi. Ukipiga step wanakuzuilia. Nasema hivi, walikuzuilia wewe. Hawezi kumzuilia Yesu, anapambana nao. Hawezi kumzuilia Yesu, anapambana nao. Unapiga step kwenye ndoa, wanakutangulia, wanakuharibia. Sawa, Yesu anatangulia mbele yako. Wanakuharibia uchumba wako, wanakuharibia njia zako. Sawa, leo Yesu anakutangulia mbele yako. Angalia huyu anavyotupa mashambulizi. Sema amina. Sema moto. Sema fire. Sema fire. Shika kifua chako namna hii. Sema fire. Wewe sema tu fire. Wewe sema tu fire. Wewe sema tu fire. Wewe sema tu fire.
Wasema tu fire. Wasema tu fire. Wasema moto. Wasema tu moto. Wasema tu moto. Wasema tu moto. Sema fire. Watoto wa Mungu wanapiga step, wanafunga na kuomba, bado wanaona mambo hayaendi. Wanafunga na kuomba, mipango inakaa vizuri, mbeleni na sambaratika. Kila aliyekutangulia ninaamuru kutoka sasa, iko nguvu ya Kristo Yesu inayavunja mawe tiki tiki, inaharibu kila misiba tiki tiki, inaharibu kila magonjwa tiki tiki. Nani aliyewahi kumzuia Yesu Kristo? Nani aliyewahi kumzuia Yesu Kristo? Hata dini yangu haiwezi kumzuia, hata dini yako haiwezi kumzuia, hata jina lako haiwezi kumzuia, hata ulimwengu wako hauwezi kumzuia, hata kafara zako haziwezi kumzuia, hata uajini wako hauwezi kumzuia. Sema fire. Sema moto. Sema moto wewe, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Aliye maskini sema moto. Aliyezuiliwa baraka sema moto. Waliokuzuilia uchumi wako sema moto. Sema moto. Waliokuzuia usipate watoto sema moto. Sema fire. Sema fire. Yeah, sema fire. Come out. Come out. Sio lazima uwe shemasi, saidia kazi. Saidia kazi wewe. Sio lazima uwe shemasi, wewe ni mtumishi wa Mungu. Saidia watu wa Mungu wanapofunguliwa. Come out. Lazima watu wafike kwenye destiny yao. Hata kama kwenu walijiapisha, nasema kwa jina la Yesu Kristo, wewe unakwenda kuvuka ng'ambo ya pili. Nasema hata kama walikuzuia ukoo wako, unakwenda kuvuka upande wa pili. Sema amina. Sema amina. Sema fire. Sema fire. Jesus. 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 Sema tu Jesus. Wewe sema tu Yesu. Sema Yesu. Wewe ndiye msaada wetu. Wewe ndiye ngome yetu. Jesus. Oh. 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 Umelia muda mrefu mami. Umelia muda mrefu sana. Umekawa mtoto yatima. Lakini unajipa moyo kwa sababu na watoto. Umekuwa mtu mzima hujui. Lakini muda mrefu na ukadharauliwa, ukaonekana si kitu. Na niambia wewe ni kitu cha thamani. Hujaliti, wewe ni kitu cha thamani. Wewe ni kitu cha thamani. Kuna watu walilia muda mrefu, hakuna mtu anayewajali. Hata ukienda kanisani, wengine wanaweza wakatajwa majina yao, lakini sio wewe. Wewe uwepo kanisani, hata usipokuwepo, hakuna mtu anakujali. Mungu ananiambia waambie hawa na waangalia kuliko wanavyofikiri. Kinaenda kufuta kilio chao. Mwana ananiambia nafuta kilio chao. Hakuna mtu aliwasikiliza, yeye ananiambia amewasikiliza. Na atafanya njia kwa njia ajabu sana. Na moyo wako kuanzia sasa utapata furaha ya ajabu sana. Utakuwa mtu wa furaha. Hata ukisema Bwana Yesu ninakushukuru, inatoka ndani. Maana unaona kitu fulani ndani yako. Mungu ni thamani yako. Mungu ni thamani yako.
Mungu ni thamani yako. Mungu ni thamani yako. Mungu ni thamani yako. Shike huyo, usimpishe. Fanya kazi ya Mungu maadamu amekupa kibali. Umeelewa? Fanya kazi ya Mungu, maana kibali tayari, wingu liko upande wako. Wacha kujiangalia katika mwili. Kati mwingine utakaa hata kwenye boma la mtu naomba tu, unaona umepata kibali. Fanya kazi ya Mungu, utaona Mungu atasema na roho yako, utaona atakuongoza namna kufanya. Wacha kujionea huruma, saa hii imefika. Mungu amekusudia kubariki uzao wako, lakini wewe umekuwa ukiweka uzao wako hapa moyoni. Weka Yesu hapa, alafu Mungu atashughulika na uzao wako, maana wamemtupia watoto wako mikosi, ili usione, usifurahie zile baraka, ili kila wakati uwe unasikia matukio. Mungu anafuta hayo matukio kuanzia sasa, anayafuta hayo matukio. Nipe mkono wako. Sandaraba, shika, mpeleke mbele. Maadui walijifanya wanampenda Sara, asema hata tunakupenda sana dada. Kumbe walipompa mkono walikuwa wananena mikosi. Na wale waliowekewa mikosi kwenye mikono yao, Sara anafunguliwa na wao wanafunguliwa. Kuna watu walikuja wamejiconnect na adui, wakanena kwenye mikono. Walipotupa kukupa huo mkono, ni kama mkosi ulianzia hapo, lakini walikuwa nakuchekea mpaka wanataka kupiga magoti, lakini walikuwa ndio wasema tumemweza. Basi tumemweza. Toka hapo unaona hata baraka zinakimbia. Sio kwamba upati, ukizipata matukio yanatokea, maana walinena baraka zako ziende na mikosi. Usizifaidi, huo unapata tu, lakini zipite huko na huko. Ninapoongea namna hii, ndivyo ambavyo unatenganishwa na nguvu ya Mungu. Unatenganishwa. Kuna watu walikuwinda uhai wako. Mungu ananiambia kwa sababu umenyenyekea sana kwake, amekuhifadhi na kukuongezea miaka ya kuishi, miaka ya kuona mema kwa watoto wako, maana atawapigania watoto wako. Umekuwa ukitoa sadaka kwa ajili ya kumpa Mungu, ukimwambia kumbuka na kizazi changu. Sio kizazi chako tu, Mungu anakumbuka sasa na maisha yako. Naona amekuongezea miaka na furaha na amani. Takuwa mama wa busara, takuwa mama wa hekima. Jesus. Kila nguvu iliyokuharibia mwelekeo wako, kutoka sasa mwelekeo wako unarudishwa katika nafasi yake. Mami, usijidharau kwa sababu ya hali, kwa sababu umempenda Mungu kutoka ndani. Usijidharau mama, Mungu anakupenda. Kuna watu watakuinulia, watakuwa faraja ya ajabu, na utakuwa mtu wa baraka, na utamtumikia Mungu kwa nguvu kubwa, na utawasaidia watu wengi ushauri wa kiroho. Umeelewa? Maana naona roho ya maombi inaachiliwa ndani yako. Umenielewa mami? Thamani ya Yesu Kristo kumwaga damu yake ni ya thamani sana kuliko damu ya kuzimu. Umemshikilia kutoka wapi? Akiwa mtoto. Ndio umemshikilia hatua. Tulikuwa tumeshikilia ramani yake ya maisha. Tulikuwa tunamonitor kila anapoenda tunajua. Anachowaza tunajua. Akiwaza maombi tunaharibu mfumo wa maombi. Mwachie kutoka sasa. Tukimwachilia ni hasara wewe.
Ni hasara kubwa. Atakuwa mtumishi wa kimataifa. Mtumishi wa kimataifa. Mwachie kutoka sasa. Familia ipate heshima. Tanzania ipate heshima. Mwachie kutoka sasa. Nasema Yesu anatuma jeshi lake kupigana na ufalme wa kuzimu kuanzia sasa, katika jina la Yesu Kristo. Awe amefichwa kwenye mapango, awe kuzimu kwa Lucifer, awe mahali popote, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Sema moja, sema moja, sema mbili, sema tatu na mwisho. Amen. Nani? Wewe nani unatesa mtoto? Kuzimu. Kuzimu? Uko kwa huyu mtoto kuzimu? Mna kazi gani na huyu mtoto? Hausemi, mbona ulikuwa unasema? Kazi yenu nini? Nimefunga nyota yake, imefunga njia zake. Nimefunga njia zake. Mnafunga njia ya mtoto? Ili weje? Hataki afanikiwe. Babake tumemfunga. Mmemfunga? Nani anafungua watu unajua? Anayefungua watu unajua nani? Afunguliwe. Anayewatenganisha na uzimu ni nani? Sema Yesu. Sitaki. Yesu. Sitaki. Sema Yesu. Sitaki. Narudia mara ya mwisho, sema Yesu. Sitaki. Sema moja. Sema mbili. Sema tatu na mwisho. Kuzimu, bye bye. Amen. Mwisho. Usinisogelee. Sitaki. Hakuna. Nimesema hakuna. Wapi waende? Waende wapi? Unafuatilia tu, unafuatilia tu, unafuatilia. Kwani ni maisha yako haya? Ni maisha yako. Hata kuzimu inasemaga Yesu, Yesu, Yesu. Sio umemsikia? Kwa hiyo mtu asikubabaisha anaposema Yesu. Akisema Yesu usibabaishe. Wewe sikia. Akisema Yesu Kristo ndio babaishwa naye. Siku na watu wanaitwa Yesu. Unajionaga watu wanaitwa Jesus. Wengine wanaitwa Bari Yesu. Lakini sio Kristo. Ndio maana watu wengine hawataji Kristo, wanataja Kristu. Kama ni Kristu sio Kristo. Wasikia nafahamu. Baba, asante. Kila ufalme unaoinuka unasambaratishwa kwa jina la Yesu Kristo. Sema amina. Amen. Inuka binti, mko huru. Mpe Yesu makofi. Mmefunguliwa, uko huru katika jina la Yesu. Mnaishi wapi? Kwa Mrombo. Kwa Mrombo. Ndio. Mnampeleka kanisani? Na mletaga saa ingine hapa. Mnahudhuria kanisa lipi? Sisi ni Roman Catholic. Ni wa Roman? Ndio. Kwa hiyo wa Roma waende kanisani? Tunaendaga kanisani. Padri kwa nini hajamwombea? Hajapata neema kumfungua. Hajapata neema kumfungua. Maana sio mara ya kwanza kuchanganyika. Hajapata neema ya kumfungua? Ndio. Hapa ndio kuna neema? Ndio. Alafu nini wafungue wewe uende kwa Roman? Na padri nikapona. Mfuate padri, mwambie, muombe mama, maana huyu ni mshirika wako. Muombe asubuhi, mchana na jioni. Mama akae sawa. Si ni kazi yake? Si unaona mimi natoka majasho hapa, nafanya nini? Umekuja umeponea hapa? Alafu karudi huko. Takushughulikia. Pole mamangu. Alafu miguu imevimba. Miguu imevimba? Si unajua Yesu ndio anaponya watu mamangu? Ndio. Une mguu. Sasa hapa nao umeweka bangili ile ya zamani ya kiusichana, na wewe unakumbukia mambo yako? Nakumbukia zamani. Zamani. Yaani leo nakutana na watakatifu wana kazi kweli. Hii zamani wakati mimi nakuwa mdogo, nimemkuta mamangu anawekaga hii. Weka huku, weka huku. Anaweka na huku. Ilikuwa wakati mkiwa hamjatuzaa, mkiwa wadogo. Nyie mkiwa wadogo. Yesu mponye mama huyu, maana ana furaha kubwa. Baba, naomba mponye na kumfungua ufahamu wake kwa utukufu
utukufu wa jina la Yesu Kristo, ili wewe utukuzwe na watumishi wako wapate heshima kwamba uko pamoja na wao, katika jina la Yesu Kristo. Jesus. Amen. Amka mama, utembee na hiyo fimbo yako taratibu kwanza. Hebu tembea kwanza na fimbo yako polepole, nenda hivi. Naitwa mama nani? Naitwa Juliana. Juliana. Jina lile la mbinguni. Juliana kabisa. Juliana Mikaeli Mbaga. Barikiwe mama yangu. Na jina la mtoto wako anaitwa nani? Ana. Ana. Kwa hiyo mama Ana. Mama Ana. Haya mama Ana, hebu leta hii tuone Yesu anakuponyaje. Hebu nenda mama Ana. Nenda mama. Sichukue. Mama Ana huyo, mpe Yesu makofi. Njoo mama Ana. Njoo huku mamangu. Wow, njoo. Barikiwe mama. Barikiwe sana. Asante sana. Amen. Asante mwanangu. Barikiwe mamangu. Nenda kwa amani. Tutaonana siku nyingine hapa. Kuja kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Amen. Mpa Yesu makofi. Wewe mtu wa imani, unakiri imani kwamba wewe ni mtendakazi wa Mungu. Biblia inasema katika kitabu cha Waebrania 11 mstari wa 6, wamwendeao Mungu lazima waamini ya kwamba yeye yupo na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Kwa mwambie Mungu, nakutafuta, nikuabudu, nikutumikie, uniponye pia. Unamwamini yeye. Unanielewa mama? Haleluya. Nachotaka niseme tu, inamisha kichwa chako, mshukuru Mungu. Baba Mungu, ninakushukuru. Asante kwa uwepo na utukufu wako na ulinzi wako uliofunika kanisa lako. Neema yako na kibali chako kikawe juu ya watu wako wote. Watakapotoka mahali hapa, ulinzi wako mkuu kawe pamoja na wao, na wala kusiwepo na malipizi kutoka sasa wala kisasi. Ninakutukuza, ninakuhimidi, na neema ya utukufu wako wafunike watu wako. Katika jina la Yesu Kristo, mtu mmoja aseme amina kubwa. Asante sana, na neema ya Mungu ikawa pamoja na wewe.